Bwana we, picha yetu inaanza na mwanga wa taa, yaani kama taa kubwa ambayo imepigwa, lakini hapa jamaa anakurupuka kutoka katika usingizi mzito baada ya kuona kiumbe cha kutisha, yaani kama mzimu. Huyu mchizi bwana anaonekana anaitwa Bongsu. Huyu Bongsu yeye alikuwa ni mlevi kidogo, amelewa na alirudi nyumbani akiwa amelewa, amepiga mvinyo wake. Kwa hiyo sasa hapa kuna hali fulani anajisikia kwenda kushubara. Ile kwenda chooni tu anaona jambo la surprise ambalo lilimshangaza. Kwa kuona kile kitako cha kukalia choo, yani sehemu ya kukatia gogo, kuna mkono. Ule mkono ukampa taaluki, kabida mwite mke wake Kim Joen. Wewe mama watoto Kim Joen, njoo huku bwana uangalie huu mkono inakuaje umeingia huko. Kuna mtu ambaye mke wangu umemuua, nini umemtumbukiza chooni? Bidada ya kuangalia ule mkono hajaamini, akamwambia mume wangu, mwache utani bwana, huu mkono umekuaje mpaka umekaa ndani ya sinki la choo? Yaani hapo kaenda kukata gogo, unakataje sasa? Kwa hiyo likabakia swali la kujiuliza namna gani hapa watakata gogo, na mwanadada alijua mumewe kama anamtania labda, yani nitoe tu ameleka, lakini ghafla ule mkono ukacheza na ukaonyesha signal, na bidada pale pale akapoteza fahamu. Chizi kwenye kushangaa kumbe mkono ni mzima. Ikabidi kwanza mvute mke wake pembeni, na kutokana bado akili yake ya pombe akaona ngoja kwanza nipigie mapolisi wa hawa huduma ya kwanza. Basi mapolisi wakapigiwa ili mali kuja kufuata hapa, waje kuangalia kitu gani ambacho kinaendelea. Na mchizi akaambiwa basi elekeza, akatoa location ya nyumba. Mara ghafla kengele inaita, na alipokuja fungua akakuta walinzi ambao wanalinda maeneo na nyumba. Akaambia bwana, nimepigiwa simu kutoka na uongozi mkubwa, nimeambiwa hapa kuna tatizo. Basi mchizi bila kinyongo akamkaribisha. Jamaa kufika tu na kitete kikamwanza. Akamwambia inakuaje? Ule mkono au shaua watu wawili, mmoja umemtumbukiza chooni na mwingine huyu hapa kafa. Mwana jamaa akaendelea kumwamsha bidada apate kuamka, lakini bidada wapi? Akamwambia sikiliza, chanzo chote kinasababishwa na ule mkono. Ndicho ambacho kimefahamu kwangu mpaka aliondoka. Jamaa akaona umchizi kama ananizingua hivi. Basi akamata kile kimwiko ambacho kinaikuwa wala something za chooni. Ikabidi amwambie bwana, mwanangu bwana kinanuka iko keke pembeni, mimi siwezi kufanya hivyo, huyu ni mke wangu mwenyewe. Basi dakika pili tena simu ikagongwa na akatoka nje. Basi wale watu ambao walimpigia simu akamwambia jamani, bora mlivyokuja njoeni huku ndani. Na alipoingiza ndani moja kwa moja, jambo la kushangaza, hata yule askari wa kwanza naye alokuja hapa tayari amedondoka na kupoteza maisha. Basi machizo akaona mchizo umeua watu wawili wote na mtu watatu ule kule. Jamaa akamwambia ingia huko ndani na kumkamata chini ya ulinzi na kumweka, kwa sababu wamejua hawa watu wote wamekufa kwa ajili yake. Baada ya kuchukua vipimo hivi kumwangalia huyu askari tayari amepoteza maisha, ila mwanadada hapa bado anapumua. Wakamwambia bwana, mchukueni kamera na kila kitu ushahidi, huyu jamaa amefanya mauaji mazito. Lakini sasa hapa jamaa anaambia hakika so mimi ni huo mkono loka hapo. Basi askari hapo kwenye kuangalia akamwambia bwana, sikiliza, nenda kachomoa mkono. Akamtuma kijana wake wa kazi. Kijana wake la kushika hivi kaona ngoja kwanza nivae gloves madi niweze kutoa mkono katika ile dindi la choo. Basi mchizi ataka kushika ule mkono, basi mkono ukamshika yeye, akamwambia bwana njoo hapa. Basi wote wakamkamata mchizi madi asingea asivutwe ndani ya choo kile na kuanza kuvutana. Mwisho wa siku mlango ukajifunga na kufanikiwa kumtoa. Lakini mchizi hapa unaonekana mkono uliamka tena taratibu kwa kushota mpola kama Santamigo panda munyo, kumkamata ule askari na kumvuta na kumkaba sana katika koo lake, na mchizi anapelekea kuuawa hapo na ule mkono kwa pale pale. Kwa hata huyu detective mkubwa ambaye amekuja hapa akaamini kwamba kama huu si kitu cha kawaida, huu ni uchawi mzito, ili swala si la kawaida, na kwa huyu jamaa hajafanya kitu chochote. Abe bwana, sikiliza, mimi mwenyewe sielewi jamani, mimi nimeamka na pombe zangu hapa, sina moja wala mbili, nakuta kila kitu kinaendelea. Lakini hapa mchizi akajaribu kwenda kufungua mlango ili apate huduma ya kwanza, lakini mlango nao ukawa ufunguke. Mchizi kuangalia vizuri, kuna mkono mwingine uko kwa nje ambao umezuia mlango usifunguke kama ule ambao kwenye chuma choo pale. Basi jamaa kuangalia kwa nadai hapa tumeakanyaga, tumevaba, leo ni siku ngumu sana. Jamaa akachukua. Ni kitu cha kushangaza, mtandao hapa hakuna. Mchizi kila akitafuta network haipatikane, akazidi kuchanganyikiwa. Hata huyo Bongsu alipochukua naye simu yake kujaribu kidogo kama atakuja signal, lakini signal zikakataa, na wakabaki hapa hawana cha kufanya wala cha kutenda. Wakawa wanaulizana tunafanyaje hapa. Mchizi akamwambia bwana, hapa tuchague kitu tunafanyaje? Lakini kuangalia huyu mwingine ambao mkono wake ulikamatwa, basi mkono unatoka damu kishenzi. Wakajua kama ni athari zinaendelea na wala mengi atawakuta hapa. Bila kujichangamkia hapa watakufa. Lakini jamaa akachukua akili kidogo, amwamshe mkewe ili mada muangalie kidogo, hata kama kuna kifahamu atapata mambo yaende kwa sawa. Lakini mchizi hapa akaanza kujadili, sasa baba ilikoje kuaje? Akala mwenyewe sielewi ule mkono. Ambia bwana, mimi mwenyewe nimetoka zangu huko ndani kukata gogo hapa, nikojoe na kuta mkono umekaa pale. Nikasema ubahasha gani? Lakini kumbe sio. Basi jamaa akachukua ile simu akamjaribu kwanza kama anatuona. Basi wakamrushia ule mkono na ule mkono ukadaka ile simu, lakini ukarusha kama jiwe, na jamaa askari akaenda chini na ile simu ikaenda kajiweka katikati ya mlango. Yaani kajichomeka bila kudondoka.
miujiza inaendelea na tabu zikaendelea. Lakini mchizi hapa akakumbuka jambo moja, kwa maana kuna siku nao wao ni kaida yako kutakuta miili na kupigwa simu sana, kukuta mwili wa mtu ambao umefariki dunia, lakini ule mtu hauna mkono na mkono wake sasa wakahisi ndio ule ambaye jamani tulikuta mwili fulani pale barabarani kuna wiki kama 2, lakini ni askari ambaye anaeleza hilo swala. Lakini wakiangalia sasa, hata huyu hapa askari wa kwanza alikuja baada ya kuzuliwa na ushetani, inaonekana kama kuna ushetani unawaambukiza. Yaani jamaa akabadilika na makucha akatoka kama ushetani. Hata huyu na askari mwingine ambaye amezuliwa aloshikwa na mkono naye amebadilika. Kwa jamaa akajua hapa tukifanya masiala tutakufa. Hem, tuangalie namna gani hapa kupambana na hawa vitu. Wakaona bora chukua fire extinguisher na mazagazaga mengine, umeelewa? Ili mradi kufanya nini? Kuchoma na bakteria zitoke. Wakapata hapa vispiriti bwana. Na masuala yale bwana nini zile madi ipate kukaa sawa, ili madi mambo mengine ende. Mwana dada hapa anapata kumbukumbu kidogo. Anaomba nisikiliza mimi hapa mmeo. Hiyo sio ndoto, mke wangu ni reality. Yaani nikamwambia sasa mume wangu inakuaje? Anaambia hakuna kuaje kitu hapa. Yaani hapa balaa lishaendelea na huu mkono ndo kazi inaofanya. Kwa hapa kikubwa chukua hii dawa, jipulizie, fanya juu chini ili madi inakuwa kama dawa. So unakumbuka kipindi cha nini kinaitwa kipindi ambacho kilitokeaga zamani hapa. Mtu huwezi kumshika mkono mpaka upate hizi dawa zinani. Kwa mambo yanaendelea. Basi mchizi baada ya kuona mchizi anakung'atwa hapa na ndugu yake akachukua tena kile kidawa akamwagia kidogo, lakini sasa inakuta na huu mchizi naye askari naye ameshaathirika na mguu wake umepata infection kutokana na huu mchizi ambaye amemkushika hapa. Jamaa askari katoa wazo. Bwana umeona ile simu pale? Hemu kamwagie pale vifuta kidogo tuichome, enda mlango ukapasuka, tukapata kutoka pala, sivyo tutakufa wote. Basi Bongso akataka kwenda kuchukua bwana, akakutoa ule shetani amemshika mkono haraka na akimvutana na choo chake. Basi mchizi hapa kama kakata moto fulani, lakini katika ile ndoto anaona tena ule mwanga ambao alianza kuona, anakaona ule mzimu ambao umemtokea ule mwanadada. Jamaa pale akazimia tena, mara kuamka hivi anajikuta mkewe anamwamsha, amka baba chanja amka. Kumbe mkewe alipambana sana na ile shetani, mwisho wa siku aliweza kufanya nini? Kumuokoa mumewe. Hapa wakatumia ile akili kutumia ile fire extinguisher kuiwasha, na mwisho wa siku simu ikashika moto na ikabatuka pale, na alau kidogo mlango ukapatikana tobo la kwenda kufungua na mchizi akafungua. Lakini hapa kitu cha ajabu cha kushangaza, walipotoka nje, wewe sio mchezo, mikono kila sehemu imekaa kote ya nyumba yao. Yaani mikono iliganda kama yote, mengine imekaa stakishari, mengine stakinchambe, fanya nyoko ni kusweke, yaani kila kitu kimekaa sawa hapo, kwa hakuna kinachopita hapo. Karudi wakamwambia bwana askari, hebu amka basi tuondoke, jikaze tuangalie namna gani tutatoka. Bwana sikiliza, mimi hapa naona kama tayari nishakufa mimi, nyinyi kama mnaweza kuondoka wewe na mkeo ondokeni. Basi askari yule na kweli taratibu na yeye kutokana na sala zile ukishashikwa na kiumbe ndio anabadilika. Basi nao akaangalia namna gani ya kutoka. Basi hapa mwanadada naye alishikwa akabinywa mbavu kwa nguvu. Lakini baada ya mwanadada kushikwa kubinywa mbavu kwa nguvu naye akadondoka chini. Lakini hapa dada karudi tena kizingiti, wakawasha tena taratibu na mke wake wanashota mporampo la kutoka nje ndani ya hawa watu na mikono mingi ambayo ikiwa imewashika hivi. Wanangu ni hapa Tam TV pekee. Usisahau kunifollow, usisahau kusubscribe, usisahau kulike, usisahau kucomment. Kama jinsi picha ilivyoanza, mwanga unaonekana tena na mchizi hapa kumbe yupo katika chumba kikubwa cha operation, na mke wake alikuwa yuko na mimba ama ujauzito, na mchizi hapa anajikuta yuko na hali mbaya. Anaambiwa bwana, zote ulikuwa unaota ni ndoto, na mkeo sasa hivi amejifungua na mtoto mkubwa tu. Kwa hiyo hongera sana baba. Na lakini sasa kiangalia hospitali yote na mikono kama ile ambayo ameiona. Anaona hasa inakuaje hapa? Na huyo mke wangu hiyo mimba kapata ya nani? Basi mchizi anashota mdogo imadi kwenda kuangalia hapa kinachoendelea. Anakuta mkono tu umekaa hapo na kucha kama zote, na jamaa akaona isiwe shida wanangu. Naomba jamani msubscribe na mlike, mcomment. Huo bwana picha kali inaitwa The End, na ile hapa ilikuwa kama njonjo tu za leo ambazo nimewaandalia wadau wangu. Kwa wanangu wa Facebook, wanangu wa YouTube msisahau kusubscribe channel yetu ya Tam TV Recap, na watu wa Facebook vile vile jamani ni follow.